Mungu anachotaka wewe, hakuna namna ya Mungu kukugharamia kabla wewe hujaanza kujigharamia. Kitu cha Mungu, ili Mungu afungue milango ya baraka kwa ajili yako, ainue watu kwa ajili yako, you must do something first. Hata hiyo sadaka tu ya kuleta nguzo, hata hiyo sadaka tu ya kufanya kitu kwa ajili ya Bwana, kabla ya kupewa lazima utoe. Inategemea sasa unatoa wapi. Tunapoendelea, Mungu wetu anasema baraka za Mungu zinatajirisha wala haziambatani na huzuni. Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko. Mungu wetu ni Mungu wa ustawi. Na ndio maana katika ustawi na maongezeko, naomba leo niongelee kipengele kimoja ambacho linasema kanuni za kiungu katika kukufanikisha. Kanuni za kiungu katika kukufanikisha. Nikwambie kitu, nimemuona Mungu. Siziongelei kanuni hizi tu kwa sababu zimeandikwa. Nimeziona kwa macho, nimeziendea, nimezifanya, zimenizalia matunda, ninakuletea. Ili Mungu akufanikishe kwa jambo lolote lile unalomuomba, hakuletei tu kwa sababu unaabudu sana. Hakufanyii tu kwa sababu unaomba sana. Katika Biblia kuna kanuni, taratibu na sheria za kufuata. Na ndio maana watu wengi tunaompenda Mungu au tuliokoka au tunaoendaga madhabahuni, wakati mwingine tunaomba sana, tunalia sana, tunafunga sana, lakini nje ya kanuni haufanikiwi. Kwa sababu Mungu wetu sio wa kusema mara ameniomba nyumba, jumba linashuka iko juu na vyumba 10. No, lazima kuna kitu atataka uchukue hatua ufanye. Ameniomba mume, yuko pale madhabahuni, kwa hiyo nimemkuta aliyepiga magoti ndio wa kwangu, naenda naye. No, kuna kanuni. Nimemuomba mke, kuna kanuni. Isaya 28:10, kwa maana ni amri juu ya amri, ni kanuni juu ya kanuni. Maana yake, ninachotaka kukikonfirm kwako ni kwamba Mungu wetu ni wa kanuni juu ya kanuni, ni wa amri juu ya amri. Na ndio maana anawaambia wengine, mtakaponitafuta kwa bidii nitaonekana. Anasema, tazama ninawawazia yaliyo mema, kuwapa tumaini siku zote za maisha yenu. Yeremia 29 anasema, tazama ninawawazia yaliyo mema, kuwapa tumaini siku zote za maisha yetu. Mungu anatuwazia yaliyo mema, kutupa tumaini, tumaini la mafanikio, tumaini la maongezeko, tumaini la amani, tumaini la ukuu. Na wakati anatuwazia yaliyo mema, kutupa tumaini siku zote za maisha yetu, pale mbele atasema, mtakwenda, mtanitafuta, mtakaponitafuta kwa bidii nitaonekana. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya kumpata Mungu, ya Mungu kwenda na sisi, ya Mungu kutufanikisha, ni kwenda kumtafuta kwa bidii. Maombi ya kimkakati, siombi tu. Japokuwa Paulo anasema, ijapokuwa tunapiga ngumi, lakini hatupigi ngumi hewa. Kwa nini? Ndani ya kile tunachotamka kupiga ngumi, kina roho wa Mungu ndani yake, kina roho wa Mungu ndani yake, kina uwezo wa kifalme ndani yake. Wengine wakituangalia wanaona tunapiga ngumi hivi, lakini tukiangalia rohoni, hiyo ngumi imedondoka mahali, hiyo ngumi imeenda mahali. Na ndio maana anasema, nawawazia yaliyo mema, kuwapa tumaini siku zote za maisha yenu. Lakini pamoja na kutupa tumaini siku zote za maisha yenu, anasema, nanyi mtakwenda, mtanitafuta na mtaniona. Kwa hiyo kuna movement, kuna kwenda. Asipokwenda na kumtafuta kwa bidii, maana yake ni nini? Ametenganishwa na ile baraka. Maombi ya kimkakati, anasema, mtakwenda madhabahuni kwangu kwa kibali, nami nitawasikiliza, nami nitawajibu. Maana yake, unapokwenda madhabahuni pa Mungu bila kibali, bila kumtafuta kwa Mungu, bila kumtafuta kwa nguvu, kwa kumaanisha, kuna vitu utapata. Ninachokiongea, kanuni ya kwanza ni maombi ya kimkakati.
Hakuna mtu aliyewahi kwenda madhabahuni pa Bwana akatoka kama alivyo. Hata kama muda umechelewa, lazima atoke na jibu lake. Ninaongea na mtu aliyoko hapa. Madhabahu inabeba majibu yako. Haujanielewa? Madhabahu inabeba ulichoomba kwa muda mrefu. Tuna ushuhuda. Alikwenda Ibrahimu, akalia mbele za Bwana, akakata tamaa, akaona miaka inakwenda, akaona mke wake ni tasa na miaka ya kuzaa imekoma, akamlilia Bwana. Alipotazama akaona hakuna atakayerithi na hali amekuwa mzee, lakini Bwana alichunga ahadi yake. Kwa nini? Alijua Ibrahimu yuko madhabahuni pangu. Saa ya Bwana ilipofika, Bwana alimnyanyulia Isaka mmoja. Bwana alimnyanyulia Isaka mmoja ambaye kwao kila mtu alinyamaza. Kila aliyesikia habari ya Sara kupata mtoto, habari ya Sara kupata Isaka, alicheka pamoja naye. Najua ya kwamba inawezekana unapita mahali umechoka, umekata tamaa, vitu vyako haviendi. Naongea na mtu hapa. Madhabahu ikupe majibu yako kwa jina la Yesu. Isaka wako azaliwe kwa jina la Yesu. Isaka wako azaliwe kwa jina la Yesu. Inawezekana Isaka wako ni biashara. Inawezekana Isaka wako ni ndoa yako ambayo imekaa katika hali ya huzuni kila wakati. Inawezekana ni kitu ulichomuomba Mungu kwa muda mrefu. Lakini nikuhakikishie, aliyeenda madhabahuni kwa kumaanisha hakutoka kapa. Mungu anamtoa nje, anamwambia Isaka, anamwambia Ibrahimu, nisikilize, ahadi yangu haijawahi kubadilika. Toa sadaka. Akatoa sadaka ya agano. Wakati ameweka sadaka ya agano ya kusababisha kile Mungu alichosema kitimie, wakaanza kuja nzige, wakaanza kuja tai, wanaisonga ile sadaka. Kwa nini? Wanajua ndani ya ile sadaka imebeba majibu ya haraka. Wakaanza kuisonga. Ibrahimu akakaa anachunga sadaka. Tai anakuja, ananyanyua nyama. Ibrahim ananyanyuka kwenye usingizi, anaambia tai, rudisha nyama pale, hiyo ni sadaka. Naongea na mtu. Bwana akupe agano la amani, agano la mafanikio litakalotembea kwako na vizazi vyako vyote. Sadaka ya kutembea kizazi hadi kizazi ni ya kutunzwa. Anatoa sadaka wakati amuoni Isaka. Anatoa sadaka kuvuta uso wa Mungu tena amtendee kwake. Na mimi ninakuombea kwa Bwana 2026, zile ahadi zilizochelewa, kama iliwahi kuchelewa kwa Ibrahim na Mungu akaileta kwa haraka, na kila aliyesikia habari ya kuzaliwa kwa Isaka alicheka pamoja na Ibrahim. Inawezekana kabisa Mungu anamtafuta mmoja aliyevua viatu akaeka pembeni, aliyevua ujasiri akaeka pembeni, aliyekata tamaa akaeka pembeni. Igoje, ahadi bado ipo. Madhabahuni pa Bwana hatuendagi empty. Tunaweza tukaenda empty, lakini saa ya Bwana ikifika, Bwana ataleta majibu yako kwa jina la Yesu. Zakaria alikaa madhabahuni, akafukiza uvumba, akakaa pale, na mke wa Zakaria alikuwa anaitwa Elizabeth. Akiwa katika kitabu cha Luka, utaenda kusoma Luka 1 kuanzia mstari wa 8. Anafukiza uvumba madhabahuni. Wengine wanakuja wanaingia kwenye hiyo ibada, wanapata watoto wanaondoka. Wengine wanaingia kwenye ile ibada, wanapata majibu yao wanaondoka. Lakini yeye anafukiza uvumba, na alikuwa mwaminifu, Biblia inatuambia. Na Elizabeth alikuwa mwaminifu, Biblia inatuambia, lakini hana mtoto. Wakati mwingine mambo mengine yanacheleweshwaga kwa sababu yakitoka pale yanaleta historia mpya, yanaleta historia mpya. Huu ni mwaka wako wa historia mpya kwa jina la Yesu. Wakati amekata tamaa, wakati ajui majibu yatatokeaje, ndipo malaika alipomtokea pale madhabahuni. Elezea, imagine amefukiza, ameomba juu ya mtoto mpaka likawa sio ombi lake tena. Si kuna hapa ambao ameomba juu ya mume, alafu sasa hivi ana miaka 43, anaomba sio ombi lake tena. Mungu anaye kwa ajili yako. Haleluya. Akaona sio ombi lako, na ndio maana malaika alipomtokea akamwambia, mke wako Elizabeth atachukua mimba naye atazaa mtoto. Akasema, inawezekanaje jambo hili? Zakaria akamwambia, haiwezekani. Ana bishara na imagine yuko madhabahuni penye majibu, na anafanya kazi madhabahuni na yupo, lakini haoni tena majibu ya kile alichomuomba Bwana. Inawezekana umefikia mahali umetoa
sadaka, umemwomba Mungu, umelia na kulia, umefanya kila ulichoweza, lakini uyaoni majibu. Malaika aliyemtokea Zakaria pale madhabahuni akutokee tena kwa jina la Yesu. Akutokee leo kwa jina la Yesu. Atokee biashara yako kwa jina la Yesu. Atokee Elizabeth wako kwa jina la Yesu. Malaika akamwambia utazaa mtoto. Yeye akawa wa kwanza kukataa. Haiwezekani. Malaika alipoona huyu kwa kinywa chake anaweza hata akaondoa ili Mungu aliloleta, akamkamata kinywa chake akamfunga. Akamwambia sasa atakapozaliwa ndipo utaweza kuongea. Kuna watu ambao tunaishi nao, kuna watu ambao wako karibu na sisi. Wakati mwingine unapokuwa unapiga hatua ya maisha, unaendea jambo fulani, maono Mungu aliyokuwekea au malengo Mungu aliyokuwekea, kuna watu ambao ni lazima wanyamazishwe kwenye maisha yako, wala usijisikie vibaya. Wakati mwingine unaweza ukawa unalia tu, unasema mbona mimi najitahidi hichi, ili jiko nimepambana kujenga, alafu mume wangu hata aongei chochote, hata kunipa tu hongera, alafu mke wangu haoni kama hata. Wakati mwingine wananyamazishwa kimya, maana Biblia inasema mtu hula matunda ya kinywa chake na atashibishwa matunda ya kinywa chake. Akisema siwezi, ndicho atakachoshiba. Kuna wakati ambao Zakaria ni lazima anyamaze kimya ili Yohana Mbatizaji azaliwe. Zakaria lazima anyamaze kimya Yohana Mbatizaji azaliwe. Zakaria lazima anyamaze kimya ili hiyo nyumba iende. Zakaria lazima anyamaze kimya hiyo biashara iende. Zakaria lazima anyamaze kimya watoto wasome. Zakaria lazima anyamaze kimya nguvu ya Mungu ipite kwako kwa jina la Yesu. Na ndio maana Mungu kama ameweka nguvu ndani yako, inuka. Inuka. Wakati mwingine adui anatumia vitu vya ndani, lakini kuna wakati ambapo Zakaria amenyamazishwa kimya. Cha kiungu kikipita, Mungu anamwamini mtu mmoja. Cha kiungu kikipita, Mungu anaamini nafsi moja. Yaani Mungu haitajiki ile jeshi la watu wengi ndio apitishe kitu chake. Anataka moyo wenye imani. Wakati amezaliwa Yohana Mbatizaji, alinyamazisha wote waliosema Sara ni tasa. Elezea, amezaliwa mtu ambaye ni singa, anafunga muda wote, amemtangulia Yesu. Habari anazotangaza, uponyaji anaotangaza, nani hataki kumwamini? Ikabadilisha historia ya kwamba heri tumbo lililokuzaa wewe. Yaani wakaona wivu sasa, lile tumbo lililomzaa yeye, wakaanza kuona wivu. Mwaka huu utakapoanza msingi wa nyumba, utakapoanza kumalizia biashara yako vizuri, kila mtu aseme heri yule mtu yule ambaye Bwana amekuwa shauri la maisha yake kwa jina la Yesu. Kila utakachoanza Bwana akakufanikishe. Alipoenda madhabahuni pa Bwana Ana, wakati anatukana na Penina, naongelea mtu ambaye ametukanwa hapa vya kutosha. Naongea mtu ambaye amedharaulika vya kutosha. Naongea na mtu ambaye kila mtu kwenye familia anakuona wewe ndo amnazo, wewe ndo haufai. Tena wakati mwingine unapokuja madhabahuni wanakuona kwamba umepotea mazima. Naongea na huyu mtu kwa sababu anakaribia kurudi na ushuhuda. Tunza ushuhuda, mwambie niangalie kwa mara ya mwisho. Picha hii ya Januari ipige vizuri. Mwezi wa 12 tutaongea lugha mpya. Penina akaingia kwenye ndoa ya watu. Akamkuta Elkana. Akajua kilichoko kwa huyu mama ni nini, shida iko gani mpaka nikaolewa. Akajua Ana amefungwa tumbo, hana watoto. Ana yuko na mume wake ibadani, lakini ni kweli kabisa Elkana anatamani apate mtoto, lakini umri umesogea, haoni mtoto kwa Ana, lakini anampenda mke wake. Penina alipoingia, akaingia na nguvu zote pale, akasema Ana mtoto, wacha mimi ninaweza kuzaa. Akaanza wa kwanza, akaanza wa pili, akaenda watatu. Lengo na madhumuni, anafikiria kwa kadri anapozaa ndio anatoa moyo kwa Ana alete kwake, anatoa moyo kwa Ana alipoona mume wake bado anampenda, akaanza kumtukana, wakaanza kumshambulia yeye na watoto wake. Ana akaona isiwe taabu, mume wangu ananipenda, Mungu mwangu ananijali na bado ananipa sadaka ya kwenda madhabahuni. Safari hii I don't want comfortability. Sitaki tena wa kuenda kuniambia nyamaza. Ninamtaka Mungu na nguvu zake.
ninamtaka Mungu na nguvu zake. Hasijanielewa, ninamtaka Mungu na nguvu zake. Sitaki wa kuniambia kitatokea. Ni kweli mume wake alimwambia mke wangu, nyamaza, wewe ni zaidi ya watoto 10, wewe ni zaidi ya watoto 10 wa kiume. Akajua ni kweli ananitia moyo, lakini ili Penina ajue, ili ulimwengu ajue, Bwana nipe mmoja tu kutoka kwenye tumbo langu, na utakaponipa nitamtoa awe madhabahuni pako. Maana yake ni nini? Wakati unamuomba Mungu akutendee kitu kilichochelewa, connect your prayers with covenant. Jumlisha sadaka yako na nadhiri. Alikwenda madhabahuni kutoa sadaka kikawaida siku zote, lakini safari hii baada ya matusi kujaa, akaenda kujumlisha sadaka na nadhiri. Kuna vitu vinakutokea kwako, haviji kwa ubaya, they are force forward power. Usipigane na kila mtu. Wengine matokeo yatawafanya wajue wewe ni nani. Wengine matokeo, au hitaji kupigana na kila mtu, unamaliza nguvu zako. Wengine fanya kitu, matokeo yamjulishe wewe ni nani. Alipoenda madhabahuni haikuwa rahisi. Wakati unaenda madhabahuni haikuwa rahisi. Anaenda analia, anaomba Mungu, mimi ndio yule ambaye sina mtoto, naomba unihurumie. Angalia Penina ananitukana, angalia watoto wake wananitukana. Utasoma kitabu cha Samueli wa kwanza kuanzia mstari wa 1. Wakati analia, akatokea priest wa pale ambaye ni nani? Ni kuhani. Eli akaja. Imagine sasa, ndio naongea na mtu hapa. Unapopita kwenye njia yako ya mafanikio, sio kila mtu anaweza kujua. Sio kila mtu anaweza kujua uchungu ulionao. Nenda mbele. Usikubali kukatishwa tamaa. Wakati mwingine hata wale wanaopaswa kukubebwa wanaweza wasielewe unapopitia. Usikate tamaa. Kuna wale wanaosema mimi nikaenda kwa nabii, nilipofika tu pale nikamwambia shida zangu, lakini nabii amenikatalia, akaniambia nimuone tena kesho na kesho. Umekata tamaa kwa ajili ya nabii. Amekata tamaa kwa ajili ya mchungaji. Kuna vingine ambavyo sio mchungaji atakusaidia, kinahitaji kitu kiumbike ndani yako. Wakati mwingine Mungu anataka intimacy wewe na yeye. Wewe ataki umweke ni mchungaji, peleka madhabahuni pa Bwana, lakini hahitaji hilo daraja hapo, ili heshima imrudie yeye. Na ndio maana Ana alipokuwa akiomba madhabahuni pale, akilia madhabahuni pale, Eli alikuja akamwambia, wewe mwanamke, hivi utalewa mpaka lini? Utalewa lini mpaka lini uje mbele za Bwana? Imagine Eli kuhani mkuu hakuweza kutofautisha namna ya Roho Mtakatifu anavyoongea huyu mwanamke katika uchungu na namna ya ulewaji. Wakati mwingine sio alishindwa kutofautisha, adui alisimama pale ili kumkatisha huyu mtu tamaa. Ndio maana kuna mengine unawaambia watumishi wa Mungu ambao unategemea watakuwa msaada kwako, lakini wao ndio wanakuambia hiyo hautakaofanya. Ndio maana kuna vingine unawaambia wakusaidie, lakini wanakuambia hakunaga kitu kama hicho. Kila jaribu unalolipitia lipo kwa ajili ya kukutia nguvu ya kuendelea mbele. Hakuna mtu ambaye aliwahi kufanikiwa bila kuthubutu. Thubutu.